Kitabu cha Isaya 9:6 maandiko yanasema, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume mwenye uweza wa kifalme begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Mshauri. Ulishahitaji vitu vingapi ukitaka kushauriwa lakini bado hukupata ushauri mzuri? Yesu alizaliwa ili awe mshauri wako. Wengi mlitegemea watu na mkaangalia watu mkataka kushauriwa, lakini kuna mshauri wa ajabu, Yesu Kristo. Mashauri yake sio ya kawaida, ni ya ajabu tupu. Popote ulipokosa ushauri wa maana, kwa Yesu Kristo kuna ushauri wa maana. Amezaliwa, alijua kuna watu mtafuata mashoga watawashauri, lakini kwa intention yao tofauti, lakini Yesu Kristo atakushauri kwa sababu ya mawazo yake anataka mema kwenye maisha yako. Amen. Ndugu yako atakushauri kwa kijicho pande, lakini Yesu atakushauri ili aone una uzima ndani yako, aone una amani ndani yako, aone una furaha ndani yako. Amen. Na ndio maana kaitwa mshauri wa ajabu. Ana mawaa katika ushauri wake, ana unafiki katika ushauri wake, ana uongo wala umbea katika ushauri wake, ana intention tofauti katika ushauri wake, ana ushauri wa ajabu. Yesu akikushauri hautabaki jinsi ulivyo. Anasema nitakufundisha nikikushauri, jicho langu likikutazama. Tulitegemea watu na kuangalia watu kushauri, lakini watu akatushauri ili tuingie shimoni. Yesu hataki uingie shimoni. Sema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu atakamtoa mwanae pekee, ila kila amwaminie asifanyaje? Asifanyaje? Yesu hawezi kukushauri ukapotea. Ndio maana akaitwa mshauri wa ajabu. Siwezi akakushauri ingia kwenye hiyo ndoa, alafu kwenye ndoa uende ukapigwe, uende ukaachike, uende ukapote talaka. Hawezi akakushauri hivyo vitu. Walioingia sehemu sio, waangalie vizuri, wana uhakika ni Mungu aliwashauri kuingia sehemu sio. Popote ulipokuwepo kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo kazi, Mungu alikushauri. Katika hiyo ndoa, Mungu alikushauri. Maana yeye ni mshauri wa ajabu. Mimi si mwanadamu atanijute, si mwanadamu atanisema uongo. Una uhakika ni Mungu amekushauri kuanzisha hiyo biashara, Mungu amekushauri kwenda hiyo safari. Baraka za Mungu hazichangamani na majuto. Haiwezi kawa baraka na unahuzunika. Mungu kwa nini? Mungu hii baraka gani? Hiyo sio baraka. Nilishafundisha baraka ni kitu chema. Akiwezi kuwa chema ukakinungunikia, akiwezi kuwa chema ukakihuzunukia. Haiwezi. Hiyo sio baraka. Mshauri wa ajabu akikushauri akosei, anajua anakushauri kwa sababu ya mawazo yake. Anawaza mawazo mema juu ya maisha yetu. Anataka uwe na ndoa nzuri, anataka uwe na kazi nzuri, anataka uwe na watoto wazuri. So ushauri wake hauwezi ukawa ushauri wa kukupoteza. Ushauri wake ushauri wa kukutengeneza. Amen. Wanasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hakika ni Mungu amekiunganisha. Are you sure? Sio kila kilichofunganishwa hapa kanisani ni Mungu. Mchungaji atasimama kama mwakilishi tu, lakini mchungaji sio Mungu. Amen. Wengi walipotea na kuna wengine walikufa kwenye ndoa. Tunazo shuhuda.